KTN News. Na wanasayansi nchini wameeleza hofu ya uwezekano wa kuangamia kabisa kwa nyani aina mbili, Red Colobus na Manga Bay, wanaopatikana kaunti ya Tana River kote ulimwenguni, waliosalia chini ya 1000. Aidha, mabadiliko ya tabia nchi, uwindaji haramu, mafuriko na kiangazi kirefu ndio sababu kuu ya idadi ya nyani hao wa kipekee kutoongezeka. Mwandishi wetu Hezron Kimari ameandaa taarifa hii inayoangazia nyani wa kutoka kaunti ya Tana River. Huenda Kenya ikapoteza nyani wa kipekee aina ya Red Colobus na Manga Bay wanaopatikana kaunti ya Tana River kando ya mto Tana, wakiwa chini ya 1000 ulimwenguni kote. Jambo hili linatia hofu wanasayansi nchini. Globally, 68% of all the primates are actually at threat of extinction, and 93% are facing sharp decline in population. From 2000, the next comprehensive survey we've done was in 2021 to 2023. And within those 2 years, we found that the Manga Bays have registered a decline from the numbers we had in 2001, 2000, which was about 2,000. The Manga Bays have now dropped to 1,650. Kulingana na watafiti, uharibifu wa mazingira, uwindaji haramu, mafuriko ya mara kwa mara na ukame wa muda mrefu na ukosefu wa chakula katika kaunti ya Tana River ndiyo sababu kuu ya kupungua kwa idadi ya nyani hawa aina ya Red Colobus na Manga Bay. Research has shown that where animals have access to good diet, they have shortened in the birth intervals and they reach maturity at a early age. Where they are deprived of food resources, the interbirth intervals are really prolonged, and also they tend to take long before they reach maturity. Wakiendelea kuwala hivyo, hawa wanyama wanaweza toroka maeneo haya ambayo tuko nayo. Vizazi vyetu vijavyo, hawa wanyama watakuwa hawaoni. Na unaweza kukuta wengine wamefungiwa na maji, wako kwa mti mmoja tu hivi. So you can't imagine how are they surviving, kwa sababu hawezi toka mti huu aende mti ule mwingine. Ni habitat degradation. That is one of the key and core reason inafanya hawa wanyama wapungue. Jambo hili limefanya washikadau wa mazingira mbalimbali wakihusisha serikali, idara ya KWS, taasisi ya utafiti wa nyani nchini na makundi ya mazingira ya jamii katika kaunti ya Tana River kujadili mikakati ya kulinda viumbe hawa wa kipekee ulimwenguni. Associations tunawapeleka sehemu kama Mount Kenya, kule Samburu, waweze kujifunza kutokana na wale community forest association wengine wanafanya nini. So tumefanya pia hizo exchange visits, and then also tumeweza kufanya capacity building ya hizo vikundi. Sisi pia tuchukue majukumu kama wale ambao tunaishi sasa, ili tuweze kuwahifadhi watoto wa watoto wetu na vile vizazi vitakuja baada ya wao wakuwe na nafasi ya kuona vile sisi tulipata. So from here we want to develop a threat mitigation action plan which will guide the community in addressing the problems that the biodiversity and the critically endangered primates are actually facing. And we've done that successfully. We will engage at a higher level now with the stakeholders. Hata hivyo, aina nyingine ya nyani wanaohofiwa kuangamia ni Southern Patterson, Mount Kilimanjaro Black and White Colobus, Mount Kenya Pottles na Pasbo Black and White Colobus. Wito umeendelea kutolewa na mikakati zaidi kuwekwa kuendelea kulinda viumbe hawa dhidi ya hatari za kuangamia. Hezron Kimari, KTN News, kaunti ya Tana River. Na hatimaye, mtazamaji, wataalam wanaonya kwamba kati ya wagonjwa 10 hospitalini, mmoja huhitaji kuongezewa damu. Na ili nyongeza hiyo kufanyika, ni sharti watu wachangie damu kwa hiari, ikizingatia